Hapana. Matokeo ya jana si matokeo yaliyomfukuza Pedro Goncalves. Kitu ambacho mimi nadhani kimeweza kumshtumu na kumuondoa Pedro Goncalves, nadhani kuondolewa kwake ilitakiwa walau wangeifanya tangu kwenye game ya finali ya Muungano Cup. Kwani mwalimu Pedro Goncalves nini ambacho amekikosa zaidi, ikiwa ukitazama katika mechi 19 mwalimu ameruhusu mabao 5 tu na kufanikiwa kufunga mabao 44 ambao tayari wako nayo Young Africa. Nini ambacho Young Africa wanakihitaji, kwa maana ya kwamba ukiangalia statistics za mwalimu na numbers za mwalimu inaonekana bado mwalimu ana uwezo mzuri sana wa kuendelea kukaa na kikosi. Nini ambacho Young Africa wamekizingatia katika kumfuta kazi mwalimu Pedro Goncalves? Pedro na kuondoka kwake kwenye kibarua, hii ni scenario ambayo inafuatana na pia ya mwalimu na nakumbuka naye alikuaga hapo Young Africans, wanamuita huyo ambaye kashika timu ya taifa Bwana Gamondi. Na scenario yake ilikuwa hivi timu iko katika form nzuri, lakini still bado akamfuta kazi. Young Africans kitu cha kwanza alichoangalia nadhani ni inside the pitch, ndani ya uwanja zaidi. Ndicho kitu ambacho wamekiangalia cha kwanza. Young Africans ndio inapata matokeo, lakini ina struggle sana. Lakini ukitazama katika fixture mwalimu ana kombe moja. Lakini pia mwalimu alipoteza kombe la kule Muungano. Ukiangalia mwalimu katika mechi alizozicheza, kwa maana kwamba mwalimu amecheza mechi 51 na unaona mwalimu katika mechi 51 amepata draws patazo 6 katika mechi hizo alizozipata. Ni total dominance ya mwalimu wa kawaida ambaye mtu wa football unaweza kumwambia na akakuelewa. Je, Young Africa kwa mwalimu ambaye sasa amepewa majukumu, unaona kwamba ataleta utofauti, ama mwalimu ambaye amesalia pale katika kikosi cha Young Africa ana CV zaidi kama ya matokeo aliyokuwa nayo Pedro Goncalves? Nadhani hapana, two different things. Wamezidiana madaraja, na hii ni katika engo nzima ya statistics na takwimu za career zao binafsi, lakini pia na kile ambacho wanacho. Lights kama leo mimi ningekuwa katika track ya body ya Young Africans, nadhani ningemwachia mwalimu michezo hii iliyobaki ya ligi. Kwa nini? Kwa sababu tayari yeye mwenyewe Pedro alikuwa ameshaweka standard ambayo anaimalizaje hii michezo iliyobaki. Yaani hizi games zilizobaki yeye mwenyewe alikuwa anajua namna gani ya kuzimaliza hizi fixtures. Katika wakati ambapo anatangazwa Molin, ilisema kwamba mwalimu amemtaka Molin awe sehemu ya kikosi, kwa maana ya kwamba wamempima kuona kwamba sasa Molin ni bora kuliko Pedro. Hapana. Hapana. Na wakati ambapo pia Molin anakuja Yanga, ilisema kwamba mwalimu anataka sehemu ya benchi lake la ufundi lisheheni, lakini waliosalia pale kwenye benchi ni Patrick Mabedi, ambaye pia Patrick Mabedi alisalia kipindi ambacho timu iliachwa na Romain Folz, na baadaye tunaona Molin anaongezeka. Pengine walimu hawa wawili walikuwa wana uwezo wa kufanya kazi ambao Pedro alikuwa anaifanya, ama kulikuwa hakuna mawasiliano mazuri kati ya Pedro pamoja na benchi la ufundi ambalo liko nyuma yake? Timu nyingi na kwenye football wengi nishaki kuwauliza watu kwa nini waga anafutwa kazi kocha mkuu na sio bench. Kwa sababu obviously body wenyewe wanajua shida kama ipo kwenye body, basi ipo kwenye bench, basi kocha mkuu basi tutakuwa tunamweka kama mbuzi wa kafara. Lakini kama shida ipo katika setup nzima ya mwalimu, basi tatizo litakuwa linaanzia kwa mwalimu. Huku kulibadilisha kwa inawezekana ni ngumu. Kwa nini wanaachaga sana assistants? Because assistants ndio wanaokaa na wachezaji many times. Wanajua namna gani wachezaji wanataka, wanajua wachezaji namna gani nzuri ambayo wanaweza ikawa ni setup nzuri kwa wachezaji, matokeo kwao ni rahisi kwa kutumia mbinu gani. Assistants wanajua sana hizo kitu. Kwa mwalimu, kocha mkuu as head coach, mara nyingi huaga anakuja na setup ambayo yeye anaiamini. Yaani yeye anakuja na swala ambalo anajua kwangu mimi tukifanya hivi, hii ndio njia mwafaka. Hawa wasaidizi wenyewe ni kumpa mawazo. So far nadhani Young Africans hili swala waliliplan tangu mwanzo. Walijua kabisa tukimuondoa Pedro, Mabedi nani atakuwa assistance wake.